Tumukaribishe na nduru. Thank you. Baba wetu Askofu, Right Reverend Mairura, Reverend Fathers, kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, magavana wetu, waheshimiwa wabunge wa Kristo hapa Kisii, tumsifu Yesu Kristo milele na milele. God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Abantu baminto Mbeamuri na indi. Asanteni sana. Baba wetu Askofu, tumeshukuru sana. Tunataka kuomba msamaha. Tulichelewa na rais, tungefika katika misa, lakini hali ya anga ikakuwa imetutatiza Nairobi, ikabidi tungoje kidogo ndio tuweze kufika hapa. Lakini tumeshukuru sana kwa kufika hapa katika hii misa na baadaye kushiriki katika kuchanga pesa ya kusaidia kanisa letu la Catholic. Mheshimiwa Rais, mimi hufurahi sana nikifika hapa Kisii. Kwa sababu nikifika hapa mimi najisikia niko nyumbani. Kwa sababu hawa watu wa Kisii na watu wa pale kwetu kwa Mlima Kenya tunafanana kwa bidii. Sisi ni watu ya biashara. Na nyinyi siku hizi mmetushinda biashara. Biashara ya matatu Nairobi mmetufukuza na tumekubali. Matatu yote na basi yote ya Nakuru ni yenu na tumekubali. Mambo ya kujenga manyumba Nairobi mmejenga kila pahali. Pale Rongai ni mmejaa hapo. Pale Nkoroi mmejaa pale. Pale Nakuru 58 mmejaa pale. Pale Ngata mmejaa pale. Nyinyi ni watu ya bidii. Na ndio mimi naomba hii mradi wa rais, nyinyi watu ya Kisii community muichukue mkimbie nayo, kwa sababu nyinyi ni watu ya kujenga, si watu ya kubomoa. Na kwa hivyo tunaomba viongozi wetu wote katika Nyamira na Kisii, this affordable housing program is good for the Kisii people because hawa ni watu ya kujenga. Muunge hiyo muradi mkono. Ndio hao wachukue contract, waweke mafundi, wanunue manyumba, muendelee kuwa kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Sisi tumefika hapa kwa sababu Baba Askofu ametualika na tumekuja kusaidiana na nyinyi. Na mimi nimefurahi sana vile mumeongea hapa leo. Bwana Governor umeongea mzuri. Kibagedi umeongea mzuri. Yangu tu ni kuomba vile mnaongea rais akiwa hapa, hata akitoka muendelee kuzungumza the same way. Let's be consistent. Kama tumemtabua rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Ruto vile mmesema hapa, hata siku baba anakuja murudie ya kwamba William Ruto ndio rais wa Jamhuri ya Kenya, so that we are consistent, because it's good to be consistent. Mimi huyu senator wenu ni rafiki yangu sana, Onyonka, na babake alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa na yeye bunge na tulikuwa tunaenda na yeye debate pale kwa KTN asubuhi. Tunanyoroshana kwa Kiingereza. Saa ingine ananinyorosha, saa ingine kama nimeamuka vizuri ninamnyorosha. Na baada ya sisi kufanya debate na yeye pale, tukienda break, ananiambia ati watashinda sisi. Mimi nikapigia hesabu ya Kenya, nikamwambia tutashinda. Akaniambia hatuwezi shinda. Wale wako na system, wako na deep state, wako na Matiang'i, wako na Kibicho, hakuna vile tunaweza shinda. Mimi nikamwambia nimetembea hii Kenya na ile lugha mimi nasikia kwa raia ya kawaida
huyu William Ruto, huyu mtoto ya kuchunga kuku, hii kijana ya Sugoi atapita na hii kitu. Sasa bwana Onyonka, mimi nataka nikuambie leo, hata hii inakuja, hii itakuwa namna hiyo, na utaniamini kwa sababu nilikuambia. Sasa nyinyi watu ya hapa Kisii, tafadhali, nyinyi ni watu ya kujenga. Serikali ndio yenye kujenga. Mwenye Kenya, mwenye kupanga kila kitu ako hapa, amekuja kutembelea nyinyi. Sasa nyinyi mpige hesabu, mjipange na huyu muungwana huyu, mjipange hapo nyuma. Hatutaki muende msituni tena. Unajua hata ile mzee saa hii hakuna kitu mnaweza kuchukua kwake. Mwenye yako na kisu saa hii ni huyu President William Ruto. Hata huyu mzee mwenyewe anatafuta tumtafutie kitu. So it is up to you, viongozi vile umeongea hapa, muongee hata kama rais hayuko, governor, the way you have spoken here. When the president is not here, speak the same way. Be consistent because it is good. Huyu kijana Kibagedi nimefurahi sana vile ameongea. Unajua rais akiwa deputy president nilikuwa namuona hapo ofisi yake. Siku alianguka kura 2017, rais alimpatia kazi. Amesimama hapa ameongea vizuri mbele ya askofu na mbele ya hao reverend fathers. Amesema huyu rais ni baba yake kisiasa, ndio amemlea. Mheshimiwa Kibagedi, kwa sababu mimi ni mzee kidogo, wacha nikushauri kidogo. Once mtu amekuwa baba yako na umekubali kanisani alikulea, pahali huyu babako anatusiwa usikue hapo. Nimwambie ukweli ama nisimwambie? Si ni kijana mdogo? Kama kuna wengine watamtusi huyu rais, it cannot be you. Kwa sababu miaka 5 alikulea, alikupatia chakula na watoto wako, alikupatia kazi. Hata kama hupendi, hata kama hutaki, at least akitusiwa isitoke kwa mdomo yako, kwa sababu unaweza kupalana. Ama si nimemwambia vizuri? Kwa sababu amesimama hapa mbele ya kanisa amesema this is my father. Huyu ndio amenifundisha, ndio amenilea. Unawezaje kwa hiyo mdomo imekubali ni babako itoke maneno ya kumtusi au kumkera ambaye alikutunza, alikulea? Mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Mimi nataka kusema watu ya hapa Kisii, watu ya pale mlimani, tunapenda nyinyi. Mzee wenu Nyachai tulimpatia bibi kutoka pale inaitwa Kiawarigi, akamtengenezea mali, amekuja kupumzika akiwa na mali mingi sana. Hata nyinyi mkuja huko Kikuyuni mchukue watu wakuja wasaidie nyinyi kutafuta mali. Mtakuja kuchukua wasichana wetu? Mtakuja? Hata kama mmetufukuza kwa biashara ya matatu ni sawa. Manyumba yote mmechukua. Sasa hii ya Rais William Ruto ya affordable housing si barati. Kubalieni hii wa Kisii wajenge hii manyumba, kwa sababu hao ndio wenye kujenga katika hii Kenya. Hao wa Kisii hawabomoi. Finally, si barati rafiki yangu. Nilikuambia ulikuwa unalia mambo ya askari, nikakwambia tukua na maneno. Hata si rais alitoa askari yako, mimi ndio nilikuwa nimetoa. Unajua ni kwa nini? Ilikuwa ni mambo kidogo. Askari kazi yake ni kusimamisha maandamano. Sasa wewe ukichukua askari upeleke kwa maandamano, si wataumizana? Sasa tukasema vile maandamano yanaendelea na nyinyi mnapeleka askari kwa maandamano, wataumizana na askari wenzao. Sasa tukasema wale wa watu ya maandamano wapumzike kidogo, maandamano iishe. Saa ile maandamano imeisha, tumekurudishia askari. Si hiyo maneno ni rahisi? Lakini mkirudi tena kwa barabara na askari yetu tutawatoa. Kwa sababu askari hawezi kubaliwa kuumizana na askari mwenzake. Kama hao wako sasa wangeumizwa na hawa ya GSU, na hatutaki waumie. Kwa hivyo mlipowachana na maneno ya maandamano, sasa mnachukua askari walinde nyinyi muende kwa kazi. Na mimi ninajua hamwezi rudisha watu kwa maandamano. Na tena wa Kisii si watu ya kwenda kwa barabara, si watu ya kuharibu, ni watu ya
ya kujenga. Siko namna hiyo. Arati yaendelee asiendelee? Tumpatie askari tusimpatie? Awapeleke kwa maandamano wasiwapeleke? Basi gavana, mambo ni rahisi. Ilikuwa ni maneno kidogo tu na nilikuambia utulie. Ulikuwa unanikemea unasema nini, nikakwambia ni kidogo tu. Nikakwambia if you have good behavior, we'll give you askaris. You are behaving well, you have your askaris. Mnaendelea? Sina kuwa namna hiyo. Kwa hivyo mimi nimeshukuru, tumekuja kujenga kanisa. Ningetaka kuuliza nyinyi, mkikubali tusimame, munisaidie, tumukaribishe Rais wa Kenya William Samoei Ruto.